pelekea ng'ombe wa majirani pale, na hayo maziwa hatuyaoni. Nikienda kuchunga ng'ombe hazili chakula cha watu, na hakikisha zimerudi salama. Kwa baba kaamua mimi baki kuchunga ng'ombe. Ndugu yangu baba yake Baraka akampeleka shule, mimi nikaendelea kuchunga ng'ombe. Kwa hiyo mama kumbe yuko katika mazingira magumu, anataka na mimi nikasome. Kwa hiyo ndugu yangu baba yake Baraka alinitangulia mwaka mmoja mbele, mimi nikabaki nyuma. Mama alinipeleka shule katika mazingira magumu yasiweza kuelezeka. Siwezi kuambia hapa. Nimeenda shuleni kwa shida, na huko shuleni mama hana uwezo wa kuninunulia nguo za kwenda nazo shuleni. Viatu ndo historia isiyoweza kusemekana. Nimesoma la kwanza mpaka la 7, nimaliza shule sijawahi kuvaa viatu. Hasa ili nisome nilikuwa nakatisha masomo nikafanye kibarua nirudi shuleni. Shati ikichanika nakatisha. Kwa hiyo darasani nikawa sina akili ya kutosha. Watu mnaofikiri ugumu wa maisha mimi naujua. Nataka niwajulishe gharama ya kupita pembama na gharama ya neema ya Mungu inavyoweza kugharamiwa. Usipite ukaweza kuibeba, na ukibeba una neema ya Mungu. Nakatisha naenda kufanya kibarua tena narudi. Ilifika mahali walimu waliacha kunichapa kwa habari ya kushinda, lakini habari ya darasani fimbo zilikuwa za kwangu. Somo la Kiswahili ukikosea fimbo 5, ukikosea hesabu fimbo 7. Siku moja ukikosea Kiswahili fimbo 5, 17. Kwa hiyo kupigwa darasani ilikuwa ni kitu cha kawaida. Kwa shule niliiona kama jela. Na bahati mbaya walimu waliokuwa wanatufundisha walikuwa ni walimu waupe. Alikuja mwalimu mmoja anapiga viboko, anasema hapa nakwambia anapiga viboko vya jela. Akikupiga huyu yule anayekuja mwingine hana taarifa kama umetoka kupigwa, naye atakupiga. Akija mwingine kwenye kipindi naye atakupiga. Kuna kitu kimoja tu nilipofika kama karibu darasa la 7, nafikiri la 6, ndio niliongoza darasani kwenye hesabu za saa. Ile saa kwa nikawa nafundisha wanafunzi wenzangu namna ya kusema hii hapa ni saa ngapi, hapa saa ngapi, hapa saa ngapi, ya Kiingereza ya Kiswahili nikawa najua. Hilo tu. Lakini mwanafunzi akiandikiwa vema kwenye daftari, tulikuwa natamani kuliweka kabatini hilo daftari, unaendelea tu kuiangalia ile vema. Unaiona ya thamani kweli. Sasa nimeongea haya kwa nini? Nimeokoka nikiwa shuleni katika mateso hayo. Siku moja Mungu alifanya kitu cha ajabu darasani. Unajua kuna wakati mwingine watu unateuliwa mapema, usijue umeteuliwaje. Maana nilimwambia mwalimu mkuu nipe wanafunzi wote ni wahubiri, akanikatalia. Nikaanza kuhubiri mmoja mmoja. Mwisho wa wakati mwalimu mmoja wa upe alinitengenezea kesi ya kunipiga peke yangu darasani. Kanipitisha mbele, kanipiga kweli viboko. Roho Mtakatifu akakasirika. Niliinuka pale nilipokuwa napigwa, nilicheka, nilikwenda kukaa kwenye kiti, nilicheka, darasa lote wakacheka. Na mimi sikujua kwa nini nacheka, kumbe Roho Mtakatifu anacheka. Roho Mtakatifu akikasirika, naogopa.
kumbe Roho Mtakatifu amemkasirikia kuliko kawaida. Nakumbuka, kama sikumbuki vizuri, kama alimaliza wiki shuleni au wiki mbili, hakuzidi hapo, aliondolewa shuleni na ualimu ulishia hapo. Na siku nacheka, wakati ule amenipiga, alibaki amebutwa, anashangaa hiki kicheko cha kupigwa kimetoka wapi? Ananidhihaki au anafanyeje? Serikali wangekagua watoto walio mashuleni wanavyofanyiwa. Wakati mwingine walimu wengine wangefukuzwa shule. Lakini mwisho wake nilikuja kugundua kwa nini Yusufu anafungwa gerezani. Kulikuwa na kusudi la kuvaa unyenyekevu, kusudi la kumtegemea Mungu, kusudi la